Nadhani ni hesabu kubwa kwa benchi la ufundi la Yanga kujua kwamba Mbeya City wana ubora katika maeneo gani, Mbeya City wana madhaifu katika eneo gani. Kwa hiyo matokeo ya Yanga kushinda hii leo, kupata matokeo ya ushindi ni yanaendana sambamba na kuweza kukaa chini na kuisoma Mbeya City wapi ina maeneo bora, wapi ina maeneo mabovu, na ndio maana tukashuhudia kuona kwamba Young Africans wakaenda kuikabia Mbeya City kwenye eneo lao kooni kabisa. Unapokwenda kukabiwa kwenye eneo lako, cha kwanza unapoteza utulivu wa kufanya operation ya mashambulizi. Ndicho ambacho walikuja kuwafinya leo hii Young Africans. Ukiangalia wamehakikisha kwamba mabeki wa Mbeya City hawana ubora wa kupandisha mashambulizi. Unaelewa vizuri? Mabeki wakati, viungo wakati wakawamaliza kabisa. Yanga asilimia kubwa wamecheza kwenye eneo lao. Sio Mbeya City mbovu, ila ni kutokana na ubora wa Yanga kuwasoma Mbeya City wakawakalie kooni kwenye eneo lao. Na ndio maana Young Africans ikashinda goli 6. Sio kwa bahati mbaya, ni ubora wa Yanga. Sio kama Mbeya City imedrop kwa sababu ni moja ya timu ambazo zinapambana kutokushuka daraja Chuma. Mimi sitaki kuamini katika hilo, ila kubwa nayo liamini kwa timu ambayo imepata matokeo chanya. Yanga ndio timu bora Tanzania. Timu hazisherekei suruhu kwa bahati mbaya, ni kutokana na ubora wa Young Africans. Yanga ilikuwa na goli takribani kama sokosea 35, leo imeongeza goli 6, takribani 41. Hiyo timu mbovu kweli? Sio timu mbovu. Kwa Young Africans inashinda kulingana na ubora wake. Ukiingia kichwa kwa Yanga watakushona vizuri tu. Yaani Young Africans ukija kindezi, Yanga ukiingia kindezi bila nidhamu ya kucheza vizuri, wakukabie kooni au nafungwa za kutosha. Lakini Yanga ambayo inashinda imekuwa na mazungumzo mengi msimu wakisema ni kama imekuwa dhaifu tofauti na Yanga zilizopita. Mimi natamani wanayosema Young Africans ni oi hai, waje na majibu ya kitakwimu. Yaani Yanga ina ubovu katika maeneo gani? Hivi timu ambayo imecheza mechi 19 ina goli 41 ina ubovu gani? Si ndio? Timu ambayo imecheza mechi 19, si ndio? Imepata sare sawa michezo 5, imeruhusu goli 3. Hivyo timu ya mbovu. Aya, timu bora ni ipi ukiondoa Yanga? Si ndio? Yaani na Lunyasi ana ubora gani? Mechi 18. Goli ziko ngapi? Ndio kwanza juzi kapata goli 29 baada ya kushinda jana. Si ndio? Hata kama ikitokea mechi inayofuata, lakini bado nakuja kuona Young Africans imeizidi gepu kubwa sana Simba. Kitakwimu sasa hapo nazungumzia, sio kimahaba. Hata kama wakiwa wako sare, alama ni 5. Goli za kufunga ziko nyingi kwa Yanga. Goli za kufungwa Yanga imefunga goli chache. Si ndio? Aya, uone hapo niambia Yanga mbovu. Ina ubovu gani? Natamani mchambuzi wa maana ambaye akacheza mpira anipe maelezo. Wanasema namna ambavyo wanacheza uwanjani, kumiliki mpira, wanavyotawala game sio kama ile Yanga miaka nyuma. Nisikilize. Acheni kudanganywa na wahuni. Shida mpira wetu umevamiwa. Mpira umevamiwa huu. Unapotoa hoja yako watu wakianza kuichanganua, wapate vitu. Unaelewa vizuri? Mechi 19 goli 41. Imeshukaje timu? Ndio vinara wa ligi. Hii Yanga imepitia ratiba ngumu kuliko Simba. Nakupa mfano mdogo sana. Ukitaka ujue Simba inapata favoritism, angalia baada ya tarehe 2 mwezi Machi ratiba ya Yanga ilikuwaje na ya Simba ilikuwaje. Angalia sasa safari hii baada ya break ya FIFA. Hii FIFA series tuliporudi, ratiba ya Simba ikoje tangu mechi ya TRA ilipoahirishwa tarehe 14? Ikoje? Simba ina relax. Wamekaa siku 10 Arusha, wanaenjoy maisha. Yanga amekaa siku 10 bila kucheza mechi. Imecheza mechi ngapi Young Africans? Kuna time Yanga ilikuwa inacheza mechi saa 68. Uongo kweli? Lakini Simba na enjoy na maisha mengine yanaendelea. Umeona tunampiga kelele. Tena ndio wanawasanua mie kwamba bodi ya ligi wamewapa favoritism Simba. Hakuna zile mechi za back to back zile. Hivi unataka kuniambia tunamaliza viporo? Unataka kuniambia Yanga ikimaliza mechi zake ndio ligi imeisha? Hakuna hoja ya kujenga. Kwa maana yake nini? Young Africans, Yanga ilikuwa inaimarishwa katika kitu ambacho kwa wakijui watu. Yale mateso ya kukosa wachezaji ama kupata majeraha ndio Yanga ilikuwa inaimarika. Umeona amerudi hao. Hii sio taarifa nzuri kwa Lunyasi. Unategemea nini hapo? Unataka kuniambia kwa mziki huu? Maana yake iko hivi. Kama ikitokea bahati mbaya hapa kuna mashindano ya muungano, ligi ingeendelea hapa katikati hapa mpaka tarehe 5 si tarehe 3.
Maanake leo hii Simba ilikuwa inaingia kwenye mechi hiyo, si ndio? Kwanza inaingia kwenye hiyo mechi, inajua kabisa kuna gepu la alama 5. Tuseme Yanga imefungwa, zimbaki alama 2. Yanga itafungwa na timu gani nyingine hapo unavyoona wewe? Azam. Kwa ubora uliokuwa nao. Azam. Sio kweli. Sio kweli. Maanake possibility ya Yanga kuwa bingwa ni nyepesi sana kuliko kwa Simba. Kitakwimu sasa. Sio kimahaba tena. Hiyo ni kitakwimu. Ndio walisia. Sawa, Pacome Pedro Zouzoua amerejea goli 2 kambani, lakini Prince Mpumelelo Dube amerejea goli 2 kambani. Ukiangalia kwenye orodha ya wafungaji pale, Dube ana goli 8, Pacome ana almost goli 6, kuna Mudathir ana goli 7. Inazungumza nini Yanga kuwa na idadi kubwa ya watu ambao wanaongoza magoli tofauti na timu nyingine ambao wanakuta mmoja wawili? Wachezaji wa Yanga wana wajibu wachambuzi ambao wengine ni waandamizi, ambao wengine wamekaa kwenye maiki miaka mingi, ambao wanasema Yanga mbovu. Ubovu wa Yanga uko wapi? Leo umetoa listi hapo ya wachezaji wa Yanga ambao wamefunga magoli mengi. Umemtaja Mudathir ana goli 7. Haya, Dube ana goli 8. Depo ana goli 6. Alan Okelo ni balaa zito. Assist mpishi ni yeye. Na wengine kibao wote kina Mohamed Hussein. Haya, ubovu wa Yanga uko wapi? Si ndio? Unakuja kuona Yanga ni timu ambayo imejipakulia manyama inavyotaka. Kwenye kila kitu. Wewe unakaa kwenye maiki unaiponda Yanga kwenye engo gani sasa hivi? Unajua Yanga kuiponda negative, cha kwanza inatakiwa usiwe na aibu, inatakiwa uwe na roho mbaya. Ndio iponde Yanga. Unaipondaje? Maana hata kwa sababu mpira ni sayansi, mimi nasema ni sayansi ya mpira. Yaani mimi sasa hivi naipondaje Yanga kwa mfano? Imemgonga mtu goli 6. Wenyewe wanasema yani kwa hoja yao kuiponda Yanga wanaiangalia baki kimataifa zaidi. Sasa ni misini kimataifa. Kwani Simba kimataifa msimu imefanya nini? Aya, hiyo Simba unaposema unaipa favoritism kimataifa imechukua ubingwa. Sasa ni hoja mbovu kabisa. Unaona vizuri? Yaani unapoiponda Yanga unatakiwa uwe na roho ngumu. Yaani uwe na roho mbaya afu una aibu. Nakwambia, unaipondaje timu inaongoza kila kitu? Wewe scope unaipondaje? Mimi naangalia huko. Niambie unaiponda nini pale? Yanga Afrika. Mimi naangalia huko. Unaiponda nini pale Yanga? Labda wengine wanaiponda wanavyosema mechi zao za maigizo, kama ulimsikia kiongozi wa timu moja alisema kwamba kuna wengine wanacheza mechi za maigizo. Maigizo kivipi? Goli mvua ya magoli unakuta kama hiyo. Haiwezekani. Ukisema maigizo, wewe mbona Yanga ishakugonga goli 5? Na wewe ilikuwa ni maigizo yale. Sema refa changamoto. Hapana, refa wapi? Hivi kweli Yanga ambayo iligonga Simba goli 5 ilikuwa ni maigizo ile? Yanga ambayo ilikuwa ni ya moto. Ina watu wenye ubora kuliko Simba. Ilikuwa ni maigizo. Tuache siasa. Haya ndio ambayo mambo yanaharibu mpira wa nchi hii. Unaelewa vizuri? Mimi naendelea kuwasanua wana Simba. Wanapaswa kupambana kuhakikisha kwamba wanatambulika na klabu yao. Unaelewa vizuri? Mwanamke ambaye umemtolea mahali, umejitambulisha kwao, si ndio? Hata yeye atakuheshimu. Wanipata vizuri? Lakini yule from nowhere, hata ukweli unazaulika. Ndio yaliyopo sasa hivi wanachama Runyasi. Wanachama wa zamani tena sio saizi. Kwa sababu kadi hakuna. Si mchakato anasema unaendelea utakuja. Hivi unazaje kuipambania Runyasi saizi wakati kadi una? Mimi shabiki ndo nani? Tunaomba kitambulisho cha ushabiki kama unacho. Huna. Cha sasa kwa mujibu wa katiba hii huna. Unaelewa vizuri? Hii ina tofauti. Umemwamua mwanamke utamprotect. Utamlinda. Kwa sababu nini? Ni mali yako. Unaelewa vizuri? Sasa ndio maana kuna migawanyiko saizi hapa. Dr. Mo mara anasema la kwake, nitataja watu, si kimekwenda kimerudi. Hayo yote hayo kwa sababu hakuna nguvu moja ambayo inawaunganisha kikatiba, inawaunganisha kwenye kadi za wanachama. Watu wamekula nyama huko wamesahau mpaka mambo ya msingi. Na kuelekeza. Wote hoji nini pale? Utaambia mwenyekiti naomba kadi za wanachama, hata kama mwanangu mbona umehangaika na paji Arusha mwanangu au unajisaulisha. Kutulia mwanangu kausha. Unaona Selemani Mwalimu kwenye mechi ya Yanga anakuja kutazama. Sele kwanza chuma cha Mjerumani ninampongeza sana Selemani Mwalimu sana. Na nimeona faida ya kukaa Morocco. Selemani Mwalimu ameongezeka awareness. Selemani Mwalimu kilichomleta kwa mtazamo wangu mimi, cha kwanza ni kwa sababu ni mtu wa mpira. Cha pili ni burudani ya Yanga, haikwepeki. Na kuelekeza. Yes, Selemani Mwalimu msimu huu akiwa na timu yake hajawahi kushinda goli 5. Asije kuangalia wananchi na amefurahi vibaya mno. Nilikuwa naye. Yes, nilikuwa naye Sele. Amefurahi sana. Hasa amekubali kile kidali cha Alan Okelo kwenda kwa Mohamed Hussein, kile kidali alichokipiga kile kidali cha akili. Amefurahi katika kingeni kuta mie Gomez ndani na kuelekeza Sele kafurahi sana kumuona Alan Okelo mpishi. Hata wengine wanaruhusiwa kuja kujifunza sehemu nyingine. Waje
Na mimi ninachokuambia Libasege akija kwenye mechi za Yanga atakuwa fundi sana. Akija kwenye mechi za Yanga kujifunza Alan Okello anapikaje, kwa nini sio mchoyo. Mimi atajifunza vitu vingi wote kina Loemba. Nimeona juzi kuna mtu amesema kwamba Alan Okello sio quality ya Yanga. Afanye hivyo kama ni quality ya Yanga kuonyesha, afanye hivyo kwenye mechi kubwa kama ya tarehe 3 mwezi wa 5. Sasa kuna utofauti wa kitu kimoja. Mechi kubwa mara zote zinakuaga ni ngumu kwa wachezaji ambao ni nyota kwa asilimia kubwa. Mfano mdogo sana, Chama ukimwangalia uwepo wake Lunyasi hajawahi kutakata sana mechi mbele ya Yanga. Kwani mchezaji mbovu yule? Ni mchezaji mdogo. Sasa kwa nini alikuwa anaundiwa tume kwamba wewe bwana hatutaki utembee kwa sababu wewe ndio mpishi, tunakuwekea mzigo. Kwa hata kwenye mechi ya Lunyasi Alan Okello atawekewa msitu, kwa sababu usipomwekea msitu Alan Okello atapiga fidali kama leo hii vizuri tu, pila la Kisome anapiga vizuri kabisa. Kwa Alan Okello anaweza kapotea kwenye dabi kwa sababu ya ubora wake, ataundiwa tume kwamba wewe hatukuruhusu utembee. Lakini ukiniambia eti ajitambulishe kwenye mechi kubwa, hapana, ndo yale yale. Yaani unaufahamu mpira ki experience lakini sio kidigitali kwa sasa. We ni muhuni tu. Mimi ninachokwambia mchezaji mkubwa hata kuisaidia timu anytime. Mimi ninachokwambia kuna mechi ambazo Lionel Messi kashikwa. Uongo kweli? Kwenye mechi ya maamuzi Messi kashikwa. Kwenye mechi ya maamuzi Ronaldo kashikwa. Ni mdogo yule? Hapana. Ni mdogo na kuulizeni. Sasa kumbe nini? Ni hoja za vijiweni. Wamwache Star Boy afanye mambo yake. Huo ndio uhalisia. Tuma, mimi nikushukuru. Asalamu alaykum.